Hello, mambo vipi watazamaji wetu? Yawezekana na wewe ni mmojawapo ya wale wanaosumbuliwa na tatizo la kukosa mtoto kwa muda mrefu. Basi leo tutakwenda kuzungumzia tatizo hilo, kujua chanzo na tiba yake. Kama tunavyojua, zaidi ya watu milioni 70 duniani wanasumbuliwa na tatizo la kukosa mtoto, ambapo tatizo hili WHO anaeleza kwamba shida ya kukosa mtoto ni ile shida ambapo inatokea katika kipindi cha mwaka mmoja wenzi wanaposhindwa kupata mtoto, na wenzi hao wakiwa wanafanya tendo la ndoa angalau mara 2 mpaka mara 3 kwa wiki bila kutumia kinga, ambapo inakadiriwa zaidi ya 15% ya wenza huwa wanashindwa kupata mtoto katika mwaka wao wa kwanza wa mahusiano, na nusu ya hii 15% huwa wanapata mtoto katika kipindi cha miaka 2. Ili tuelewe zaidi, ni muhimu kufahamu ni vitu gani vinahitajika ili ujauzito uweze kutungwa. Kwa upande wa mwanamke, yai linahitaji kupevushwa, kisha yai likishapevushwa linahitaji kurutubishwa, na yai likisharutubishwa litahitaji kusafiri kwenye mirija ya uzazi na kisha kwenda kupandikizwa katika mji wa mimba. Kwa upande wa mwanaume, atahitaji kuwa na mbegu, na katika mbegu za kiume tunaangalia ubora, lakini pia tunaangalia idadi ya mbegu hizo. Kutapokuwa na shida yoyote katika vitu hivi nilivyovitaja, basi wenza huwa wanapata shida ya kupata mtoto. Tukianza na upande wa mwanamke, mwanamke anapokuwa na shida katika mzunguko wake wa hedhi, kutakuwa na shida ya kuzalisha mayai. Kukiwa kuna shida ya kuzalisha mayai, maana yake ni kwamba kutakuwa hakuna upevushaji na kutakuwa hakuna urutubishaji wa mayai ili mimba iweze kutungwa. Na sababu inaweza kuwa ni uvimbe katika ovari au homoni zinazohusika na upevushaji wa mayai zinapokuwa hazijabalance. Lakini pia kunaweza kukawa kuna shida kwenye mirija ya uzazi. Mirija ya uzazi inapokuwa imeziba, lile yai pamoja na mbegu za kiume zinakuwa haziwezi kukutana ili kufanya urutubishaji ili mimba iweze kutungwa. Na mirija huharibiwa na vitu mbalimbali, mfano mtu anapokuwa na PID au anapokuwa na magonjwa ya zinaa, au pia kunapokuwa na historia ya kufanyiwa upasuaji katika mfumo wa uzazi, au ukiwa kuna shida ya TB ambayo imefika mpaka kwenye viungo vya uzazi, lakini pia watu wenye historia ya ujauzito kutungwa nje ya kizazi. Lakini pia ujauzito unaweza usitokee kwa sababu ya shida katika mji wa mimba, ambapo shida hiyo inaweza kusababishwa na uvimbe, yani fibroids, ambapo uvimbe huu huwa unazuia kijusi kujishikiza katika mji wa mimba na hivyo kuzuia ujauzito kutokea. Kwa upande wa mwanaume, kama tulivyosema, tunaangalia mbegu za mwanaume, ambapo kwenye mbegu za mwanaume tunaangalia idadi, lakini pia tunaangalia ubora. Mbegu zinapokuwa chache, maana yake ni kwamba haziwezi kurutubisha yai ili kuweza kutengeneza mimba. Lakini pia katika ubora tunaangalia uwezo wa zile mbegu kuweza kuogelea na kusafiri mpaka kulifikia lile yai la kike, na kama mbegu haziwezi kuogelea, maana yake ni kwamba kutakuwa kuna shida kwenye urutubishaji. Lakini pia mirija inayohusika na kusafirisha mbegu za kiume inapokuwa imeziba, pia kunakuwa kuna shida ya mimba kutokea. Lakini pia kuna matatizo ya nguvu za kiume na kukosa hamu ya tendo la ndoa, ambao pia inaweza kuchangiwa na stress au msongo wa mawazo. Lakini pia kuna sababu zinginezo ambazo ni pamoja na madawa, pombe, sigara, dawa za kusisimua misuli yani steroids, pamoja na kemikali mbalimbali, mfano kemikali zinazotumika katika pembejeo za kilimo. Hizi pia zinaweza kuathiri uzalishaji wa mbegu za kiume. Lakini pia kuna sababu ambazo hazijulikani ambazo zinachangia zaidi ya 20% katika matatizo haya ya kupata mtoto. Tukija upande wa tiba, kuna vitu mbalimbali, mfano kuna dawa, kuna virutubisho, kuna homoni, kuna upasuaji, lakini pia kuna kubadili mtindo wa maisha. Tukianza kwa mfano, mwanamke anapokuwa mirija yake ya uzazi imeziba, atahitaji kufanyiwa in vitro fertilization, ambapo yai huchukuliwa na kurutubishwa nje ya uzazi, yani maabara. Ndipo yai likisharutubishwa huwekwa katika mji wa mimba ili ujauzito uweze kutungwa. Ikitokea mwanamke ana uvimbe kwenye ovari yake, atahitaji kupunguza uzito, lakini pia atahitaji kupewa dawa za sukari ambazo zinasaidia kuongeza ufanyaji kazi wa insulin na hivyo kumsaidia mama kupata ujauzito. Lakini pia mtu mwenye shida ya uvimbe katika ovari anaweza kupewa dawa ambazo zinasaidia katika upevushaji wa mayai na kuzalisha mayai ambayo yatasaidia katika utungwaji wa ujauzito.
Tukija upande wa virutubisho au supplements, vinategemea. Kwa upande wa mwanamke atahitaji kupata folic acid ambayo inasaidia kuongeza ubora wa mayai, lakini pia atahitaji kupata vitamin D ambayo inasaidia kuboresha ule mzunguko wa mwanamke, lakini pia atahitaji kupata omega 3 au mafuta ya samaki ambayo yanasaidia katika kubalansi zile homoni za kike. Lakini pia kuna madini chuma na madini zinki, ambao madini chuma yanaongeza mzunguko wa damu hasa kwa wale wanawake ambao wanapoteza damu nyingi wakati wa hedhi. Madini haya chuma yatamsaidia mwanamke kuongeza damu. Lakini pia madini ya zinki yanasaidia kuongeza homoni za kike, lakini pia yanachochea upevushaji wa mayai kwa ajili ya utungaji wa mimba. Kwa upande wa mwanaume atahitaji folic acid, zinki, vitamini C na vitamini E, ambavyo hivi vyote kwa pamoja vinasaidia kuongeza idadi na ubora wa mbegu za kiume. Tukija upande wa kurekebisha mtindo wa maisha, kitu cha muhimu kuzingatia zaidi ni kupunguza uzito, ambapo ukipunguza uzito kwa upande wa mwanaume inasaidia zaidi uzalishaji wa mbegu za kiume na kuongeza mzunguko wa damu. Lakini pia tukija upande wa ulaji, vitu vya kuzingatia ni matunda na mboga za majani. Matunda mfano ni parachichi na mboga za majani kama tunavyozifahamu. Tukija upande pia wa nafaka, ni muhimu kula nafaka ambazo hazijakobolewa, ambazo zinakuwa ni bora zaidi, zinasaidia katika kuongeza ubora wa mayai kwa upande wa mwanaume na kwa upande wa mwanamke. Tukija upande wa mazoezi ya kufanya ni mazoezi ya kutembea angalau dakika 30 kwa siku 5 za wiki. Hii itakusaidia kwa mwanamke kubalance homoni zako zinazohusika na mambo ya uzazi. Lakini kitu kingine zaidi cha muhimu ni kuacha matumizi ya pombe, sigara na kahawa kwa mwanamke ambaye yupo anahitaji kushika ujauzito. Kitu kingine ni kupunguza msongo wa mawazo. Kuzingatia haya mambo yote niliyoyasema, basi utakuwa umetatua tatizo lako la uzazi na utaweza kupata mtoto wako. Na kufikia hapo nitakuwa nimefikia tamati. Namba zangu ziko hapo, unaweza mkatucheki tukawasiliana, na unaweza kutusapoti kwa kusubscribe, kulike, kushare na kucomment video hii ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Asanteni sana.